katika shughuli yetu hii. Lengo kubwa la shughuli hii ni kuweza kuwahamasisha, lakini pia kuweza kuwaletea viongozi wenu ambao kwamba leo naona hapa akiwa wadogo vile unawaona, lakini kuhakikishie tu kati ya hawa walio hapa, kama si wote basi 95% ya wao watakuwakilisha katika bunge la county 2027 Mungu akipenda. Kwa hivyo waangalie vizuri. Na kwanza tuwashukuru wakazi wa Kombani kwa kutukubalia, kwa kutupokea. Nisiwe mwingi wa maneno leo, niseme kwanza tumekuja ili tuhamasishane kama vijana, kwa sababu I think tokea tuko wadogo mpaka sasa kuna vitu ambavyo unaweza ona wewe ukasema hizi shida hizi bado hazijaisha. Unajua shida ya elimu kudorora, kwa mfano shida ya afya, hizo bado ni shida ambazo ziko zinaendelea. Mimi azma yangu ya uongozi nimekuja kwa sababu ya sisi vijana wengi, ukiangalia tumesoma, yes, tuko na degree, mimi pia nimesoma, niko na degree, lakini tukiangalia hakuna kazi. Ukweli useme, wangapi wana kazi hapa? Unajua vijana wengi wanataka aende ofisini aandikwe kazi, aende afanye kazi ofisini. Siku hizi hakuna kazi, tuambiane ukweli. Hakuna mtu atakuja kuambia ukweli. Kweli. Sio atakuja kuambia eti hakuna kazi, tambua lete CV yako. Siku mbili na kipande, waipata pale mifungo mihogo, uongo. Kweli. Tuambiane ukweli. So mimi azma yangu ya uongozi ni kwa sababu hakuna kazi. Vijana tunataka pesa tujiendeleze. Tukiangalia sasa hivi kuna mswada unaitwa Nyota. Umeleta kwa sababu ya vijana. Ndio. Apply upate pesa, kwa sababu mpaka rais anajua hakuna kazi. Ndio maana anakupa ile Nyota uapply, upate 50,000 uende uanze biashara zako. 50,000 si kidogo jamani, tuambiane ni ukweli. 50,000 ni kidogo. Unazo? So vijana, mimi azma yangu ya uongozi kulitanayo lako capital. Vijana tumesoma, tuko na vyeti lakini havitusaidii. So vijana, mimi nikipata inshallah, nikipata nafasi hii nitamake sure I apply for grants. Vijana wanapata ajira. Ukiajiriwa wewe mmoja, ukipata hela kwa biashara itapanuka. Utaleta watu waandike pale. Ukiandika mtu tumemsaidia mpaka yeye hata unalala njaa. Sisi vijana tujiongeze. Sasa hivi tumekuwa twalilia wazee wako kwa serikali hawatusaidii. Vijana wamejitokeza. Wengi hapa vijana wamejitokeza, wanalilia uongozi. Vijana tupiganie kura hawa wenzetu jamani. Wazee wakae nyumbani, vijana waingie kwenye uongozi. Ukweli useme, pigeni kura vijana, kila kitu kitakuwa sawa. Tuombeni Mungu inshallah, kila kitu kitakuwa sawa. Vijana mpate kura jamani. Kwa hiyo sisi kama wanawake, kimaji inawezekana tupate gavana wa kike, tupate wabunge wa kike, tupate women rep yuko pale wa kike. Majina naitwa Florence Nzisa Charles, natokea wodi ya Kubo. Nikiwa kiongozi ama mbunge aliyechaguliwa na vijana ambaye anawakilisha Kubo Ward and Kwale Youth Assembly. Katika ile bunge la Kwale Youth Assembly, mimi ni kiongozi pia wa walio wachache bungeni. Niko na naibu wangu pia hapa, nafikiri mmemwona akiongea. Ndio. Mimi ni daktari. Najua wengi tumekutana pale Teens Watch. Wananiita daktari wa akili. So I'm a psychological counselor. Na pia mimi ni caretaker wa wale wenzetu wasio na uwezo maalum ambao ni PWDs ama walemavu katika wodi yangu ya Kubo. Na pia mimi ni advocate wa wenzetu ambao wanaugua ugonjwa wa kansa. Pamoja na mkiwa mmeshirikiana na Lavish TV kwa kutupatia hii platform, and most importantly it's peaceful. This initiative is very important as far as empowering the country, especially wale ambao wako na maono ya kisiasa. So from the personal level, ningewahimiza kuzidi kufanya mentorship kama hizi. I'm anticipating by 2027 at least we should be having one
MCA candidate across the 20 wards who have gone through Peace Tree Network mentorship program. Yeah. And I know it's very much possible. Yes, amen. Yeah, najua inawezekana. Kwa majina naitwa Paul Amos Odegea. Mimi ni president wa vijana Kenya nzima wa chama cha Democratic Action Party of Kenya na natoka hapa Kwale, na mimi niko kwa siasa kama mwanamke mdogo ambaye ni Gen Z na ambaye natoka in one of the marginalized areas. Mimi nakaa pale kwa National Executive Council, NEC, the highest decision making organ, na katika masuala ya chama inapofanya uamuzi, basi mchango wangu kama kijana wa chama anayewakilisha Kenya mzima, huwa maoni yangu yanahitajika pale. Na mimi leo hii nimekuja hapa kuwahimiza vijana wenzangu waweze kujiunga na vyama vya kisiasa. Tumelalamika kuwa hatuko kwenye decision making table, hatuko kwenye masuala ya uongozi, ni kwa sababu sisi wenyewe hatujaingia kwenye vyama vya kisiasa. Tunalalamika kuwa nominations zinakuja, watu kutoka sehemu tofauti wanakuja hapa Kwale kupewa nomination. It's so sad that 2022 general elections kuna watu ambao si wa Kwale wamepewa nomination, na hii inaletwa kwa sababu disconnect, ni kwa sababu vijana wa hapa tumejitenga na siasa, na siasa yetu ni ya kutumiwa na handouts. Ni wakati mwafaka vijana kujihusisha na political processes na masuala ya kujihusisha na vyama vya kisiasa. Na wakati ni huu, si wakati wa 2022 imefika ndio unajihusisha na masuala ya vyama vya kisiasa, unajitolea kwenye vyama vya kisiasa. Mimi nasema hivi, ukitaka nomination lazima ukue kwenye chama cha kisiasa. Ukitaka state appointment job lazima ukue kwenye vyama vya kisiasa. Ukitaka kushawishi ama ukitaka jambo lako lazima ukue kwenye chama cha kisiasa, maana chama cha kisiasa ndio chenye ushawishi mkubwa. Mimi nimejoin chama cha kisiasa kwa sababu niko na azma. Uwezo wangu kwa sasa mimi kusimama, sina uwezo, sina fedha kwa kusimama kama kijana, lakini nafanyia kazi chama cha kisiasa. Inapofika mwaka 2027 basi tutaamua kama watanipa nomination, kama watanipa appointment. Kuna kazi nyingi ambazo tutafanya, na ni wakati mwafaka vijana tuwe kwenye vyama vya kisiasa. Laiti yale yaliyofanyika mwaka 2024 wakati wa Gen Z Revolution, vijana tuliwezwa kubebwa juu kwa juu kwa sababu hatukuungana na hatukukuwa na channel mzuri ya kuweza kupelekwa matakwa yetu ama vilio vyetu. We had a very nice revolution, and that was a good opportunity for us to pitch and demand for us to get a share of the cake. Lakini ni kwa sababu hatukuwa na vyama vya kisiasa ambavyo vingeweza kusikiza vilio vyetu. Kazi yetu ni kupanda kwenye magari ya siasa, tutumiwe, tupatiwe shilingi 200, alafu tungoje the next election cycle. Kwa hiyo vijana wenzangu, mimi nawahimiza, vyama viko. Kwanza chama changu cha DAP kiko very open, nafasi bado ziko, na wakaribisha mje. Vile vile nimesahau kusema, mimi nakaa kwenye ile youth league inaitwa Coalition of Opposition of Youth Leagues in Kenya. Mapresidenti wote wa vyama visaba ambazo DAP, DCP, Wiper Patriotic Front, KANU, Jubilee, PLP, vyama vyote na TP ya Justin Muturi, tumetengeneza Coalition of Opposition of Youth Leagues, ambayo tumetengeneza memorandum yetu sisi kama vijana ya jinsi tutakuwa involved na political processes za 2027 ili tuhakikishe tumetengeneza serikali. Sikiza, kwa majina ni Rachel, karibu sana.
Asante. Nafanya kazi na shirika la Peace Tree Network. Tumekuwa tukifanya kazi kwa Lake County kutoka 2015. Hivi basi tumekuwa hapa for the past 10 years. Na this year tumeona ya kwamba ni poa kuwork na waheshimiwa, watarajiwa, wasichana warembo, wasichana wa manifesto kali na watakuwa natuelezea zaidi kuhusiana na siasa na azma zao haswa 2027. Asanteni sana. Mwe na siku njema and I pray you have a very very good time leo. Alright. Shukrani. Asante. So asante, makofi kwa Lavish Heart TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Believe you guys are going to focus, kwa sababu nimeona mna experience na maswali mnayouliza, yani everything is perfect. Lavish Heart TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Yo, this is King Kaka and you're watching Lavish Heart TV. Keep it locked. Hey yo, what up, what up? It's your boy Khalid Rap Jones, rapping the 254, straight out of the 1960. Right about now, you checking me out in the flesh, and you know who I'm rocking with, Lavish Hat TV, and this is the CEO right here, as you can see. So respect the OGs, respect Lavish Hat TV, respect.